Yo, kama kawaida ndugu mtazamaji wa Yansh TV, nafikiri kama unavyomjua Majasi hayupo tu kwenye sekta ya muziki, pia huwa ana play soka, na nafikiri atatuelezea ni jinsi gani anavyochanganya hayo mambo. Unajua uwezo ukawa kwenye vitu viwili kwa mkupuo, huku unafanya muziki na huku una play soka pia. Nafikiri atatuelewesha zaidi, na ni muda upi ambao anauchanganya kwa hayo mambo. Muda anaenda kwenye muziki na muda anafanya mambo ya soka. Yeah. Na ni changamoto gani ambayo unaipata kwa kuplay soka na kuchanganya na muziki moja kwa moja? Mimi kimoja kwamba watu waelewe muziki na soka kweli yani vitu ambavyo haviendani sana, lakini ni wewe peke yako unajipangaje kuhusiana na muda, kwa sababu sidhani kama una uwezo wa kuanza kurekodi asubuhi hadi usiku. Hiyo haipo. Pia hata kucheza mpira uwezo kuanza kucheza asubuhi hadi usiku. Kwa kuna muda huwa najitengea mimi nafanya yani nafanyaga kazi zangu za muziki huwa nazifanya Alhamisi na Jumatano. Hizo ndio siku kabisa, hizo huwa naziweka special kwa ajili ya muziki. Siku zingine huwa naziweka kwa ajili ya mpira. Maana mimi mpira sijaanza kucheza hapa Marekani. Nafikiri wengi waliopo kambini wananijua mimi nani kwenye sekta hiyo. Na ndo hata hapa Marekani kuna timu ambazo nishaanza kuziangamiza, pia wananijua mimi ni nani. Kwa huwa najitenga hivyo. Ikifika ni siku ya Alhamisi na Jumatano, hizo ni siku kabisa ni special kwa ajili ya masuala ya muziki. Jumatatu, Jumanne, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, hizo huaga ni siku za mazoezi ya mpira ya. Nafikiri kwa upande wa muziki uwe naomba sana uwe sehemu tulivu na uwe umetulia, ili upate kutengeneza idea nzuri na upate kutengeneza wimbo nzuri. Na nafikiri kwa kucheza mpira nako pia inaomba muda wako ili upate kwenda kucheza mpira. So ni changamoto zipi ambazo unazipitia kwa kutengeneza wimbo na huku unafikiria mpira? Mimi yani ni kwamba yani kila kitu huaga yani kinakuja kutokana na mazingira ambayo uliopo. Tukija mfano nikiwa natafuta labda idea idea ya nyimbo, naweza nikakaa ndani au niko njiani tu kwenye gari, au sehemu yoyote ile idea yani nikiona kitu au nikimfananisha mtu na mtu, idea hapo inakuja hivyo. Na kuhusiana na masuala ya mpira huaga auombi akili nyingi sana, kwa sababu mpira ni kitu ambacho unaenda pale uwanjani ndo unaelekezwa fanya hiki. Ila muziki ndo unahitaji uelekezwe, kwa sababu yani fanya muziki unahitaji vitu vingi. Unahitaji ukae, utafute melody, uandike nyimbo. Kwa hapo ndo kuna kuaga muda, na ndo maana nimezitengia siku hizi mbili. Yani hizo siku naweza nikapata emergency nyingine, lakini hizo emergency huaga siziweki sana, kwa sababu hizo ni siku maalum kwa ajili tu ya muziki. Ikiwa ni Jumatano, yani Jumanne usiku huwa nakaa naanza, yani nikianza kutafuta beat nitatafuta beat, naanza kutengeneza melody hivyo moja kwa moja. Inakuja Jumatano hiyo asubuhi mchana nakuwa nishaipata melody nzuri na kuanza kutafuta maneno. Alhamisi nakuwa nimekamilisha kazi. Kwa hiyo nikitaka kurekodi pia naweza nikavunja siku moja ya mazoezi naenda kurekodi, au nasubiri wiki inayofuata naingia studio kwa ajili ya kufanya kazi. So kwa kutengeneza muziki na ili upate ladha nzuri ambayo itawasikilizisha mafanzi wako wapate kuelewa na wapate kuburudika vizuri kwenye muziki wako, je, unafikiri hizo siku mbili ambazo unachukua kutengeneza muziki wako zinatosha kwa kuwapa ladha kitu kile ambacho wanakihitaji? Unajua kitu kimoja bro, ni kufocus kwanza na kile kitu unachokifanya. Mimi nina uhakika ukiingia hata studio sasa hivi unaweza ukafanya kitu kizuri siku hiyo moja. Ni ile tu una focus na kile kitu na umejipangaje. Hizo siku mbili ni siku ambazo mimi nakaaga kwa ajili ya kuandaa idea. Kwa hata zile siku za mazoezi ya mpira naweza nikaa naenda mazoezini, lakini nikawa najirudia kile kitu. Kabla sijalala naweza nikafanya mazoezi kidogo, na kama kuna vitu vya kubadilisha nitaweza kubadilisha. Hapa sijaenda vizuri naweka hapa ngoja hapa nishuke hapa nipande. Kwa sio kwamba tu naweza nikakaa pale hizo siku mbili tu ndo nakuwa nimekamilisha kwa 100%, hapana. Maana hata kama ni ngoma umerekodi unaweza ukakaa unaona hapa sikufanya vizuri, unaenda tena studio unavuta una rekodi upya. Kwa yote inategemea hivyo ya. Nafikiri toka ufike hapa Marekani na umeshakuwa na almost 1 year na na toka uanze kucheza mpira,
Na ni tuzo gani ambao shawahi kuipata labda kwa kucheza mpira, ili labda ambao wakujui wapate kukujua, na ni timu ipi ambayo unaionaga ni kibonde sana kwenye timu yenu? Yani tuanze kwenye timu kibonde. Kuna timu inatoka New Mexico, sijui nimesahau jina. Yeah. Yani kati ya timu ambazo ni vibonde kwetu, hiyo ipo. Timu ambayo tulichezaga nao na tukajikuta kabisa tumecheza mpira, timu ya Boaze, ya Boizi, inaitwa Boaze, sijui ya Haida Boaze na hivyo. Hiyo ndio timu ambayo ilinipaga kidogo changamoto, kwa sababu wenyewe wanacheza mpira kama tunaocheza sisi. Kwa tulijikuta ni timu mbili ambazo ziko fresh. Kwa tulipambana, japokuwa tuliwafunga, ni hilo tuliwafungia kwa sababu sisi ni watu ambao tumeuzoea sana mpira na tulicheza mpira. Wachezaji wengi tulicheza mpira kwenye timu yetu, tulitoka kambini, kwa tuna ile combination nzuri ya. Na nafikiri kuna timu ambayo inaitwa FC Congo ya ipo Arizona. Je, mshawahi kucheza nayo na hiyo au vipi? Hiyo timu kocha wao anaitwa Sibi Gabrieli. Hiyo kocha wao tumeongea naye, ilikuwa state yetu kulikuwa kuna sherehe ya uzinduzi wa kundi fulani la kina dada hivi. Yeah. Kwa siku alizindua kundi lao, alikuwepo mke wa huyo kocha Gabriel Nice. Ndo tulibadilishana namba na tulikuwa tumetarajia tucheze ni game mwezi wa 6. But mbaya wenyewe kule wanaanza ligi kwa mwezi wa 6, kwa game tumeisogeza kwenye mwezi wa 7 au mwezi wa 8 wenyewe wakimaliza ligi. Pia na sisi tulikuwa tumetarajia labda sisi tungeenda kabla ya ligi yao haijaanza, lakini na sisi kaja kuingia hapo tarehe 22 mwezi huu. Na sisi tunaanza ligi yetu, kwa tutasubiriana. Pia kuna timu nyingine ambayo ni hapo Utah, na yenyewe pia Maindombe ya Utah, na yenyewe pia tulikuwa tumetarajia tungeenda, ila ni hivyo tu, ligi imekuja kutuzuia. Kuna timu ya ndo Dimoi ya Dimoi ile All Stars, DSM All Stars ile. Yeah. Na yenyewe walikuwa wamepanga tarehe 26 za mwezi wa 4 wangekuja nyumbani, lakini na wenyewe kule wanaanza ligi mwezi huo wa 4, kwa mambo ya kabana. Ila nafikiri baada ya ligi tutakuja kukutana tu. Na mimi timu ya FC Congo hiyo ni timu ninayoitaka sana, kwa sababu kuna wachezaji ambao tuliwahi kucheza nao kule kambini. Yeah. Na hadi sasa hivi kutakuwa yani kutanipa ile challenge kubwa sana kucheza nao, na mimi nitapenda, maana napendaga challenge. So kwa experience ya timu yako na jinsi mnavyocheza na unavyosikiliza hiyo FC Congo, je, una uhakika mkikutana utawachakaza au vipi? Mimi hiyo FC Congo naisikia, na wenyewe pia wananisikia. Hawajanionaga na mimi sijawahi kuwaona. Yani hapo ndo kutakuwa kuna changamoto, lakini mimi ninavyojiamini na ninavyoamini kikosi changu tuko sawa, tutaenda kupambana nao. Ya, ni vizuri sana. Na tungependa labda wale mafanzi ambao hawajajua timu yako inaitwa timu gani, na Instagram, labda nafikiri timu nyingi hapa Marekani zina account tu Instagram, wengine kote hawana timu, labda inaitwaje, ili labda waende wakaifollow na kufuatilia vitu ambavyo mnavifanya zaidi sana. Ya, timu yetu inaitwa Babondo FC Colorado au Black Lions. Kwa ukiingia Instagram tuna page pale inaitwa Babondo FC Fans. Ya, hapo utatupata, maana tumeweka na nembo kabisa, ukisoma pale ni Babondo kabisa. Kwa hiyo iko hivyo ya. Ya, kwa ambayo unatusikiliza kwa sasa, nenda Instagram. Nafikiri kila mtu ana Instagram kwenye simu yake. Nenda Instagram katafute Babondo FC Colorado. Yeah. Ukawafollow Instagram, utapata update zao nyingi na baadhi ya mechi zao nyingi, na wana mechi ambazo wameziandaa ili wapate kuachakaza. Tupo kwenye sekta ya mpira, tupo kwenye sekta ya muziki pia. Zidi kuwa pamoja nasi Yanshu TV, uzidi kupata update nyingi zaidi. Nyuma kamera Konki Master, na mimi ni Yanshu Kinge. Bye bye.